Bana, unajua sasa hivi kuna watu wengi walikuwa wanajiuliza kwamba Kobbie Mainoo kwenye kile kiungo cha Manchester United anaongeza nini ama anafanya nini kitu cha tofauti, kutokana kwamba wengi wanamuona anapiga sana square passes, anapiga na back passes na sideway passes. Sio kwamba ni mtu anayepiga progressive, sio kwamba ni mtu anayepeleka mpira mbele sana, hapana. Mchezaji ambaye anapiga sana passes za pembeni, anapiga za nyuma, anapiga za karibu fupi, tofauti na yule Kobbie ambaye tulimzoea kipindi cha Ten Hag. Kipindi cha Ten Hag alikuwa anacheza yeye na Casemiro, ambapo Casemiro alikuwa zaidi ndo anatumika hii role ambayo anatumika sasa hivi Kobbie Mainoo. Sasa Mainoo mwanzo kocha Erik ten Hag alivyompandisha alimtumia kama namba 8 ambaye alikuwa anamfanya anacheza box to box, anakava mabox yote mawili, na alikuwa anampa role kubwa sana ya kutembea uwanja mzima, na alikuwa unamuona sana kwenye maeneo ya mbele, hata unamkuta anaenda kufunga magoli, kwa ni mambo ya kawaida sana. Lakini ile kwa kiungo ambaye ni wa chini, na sometimes ina take risk sana pale ambapo inapigwa transition au inapigwa counter, maana timu inakuwa nyeupe, kiungo atakuwa namba 10 na namba 8 wote wako juu, kwa namba 6 anabaki mwenyewe kulinda mabeki. Lakini sasa hivi chini ya Kariki bwana anamtumia Kobbie Mainoo tofauti kabisa. Tunamjua Kobbie Mainoo ni mchezaji ambaye ni attack minded, sio mchezaji ambaye ni defensive minded, mchezaji ambaye anapenda muda wote mpira apeleke mbele tu. Lakini kwa kuliona hilo, Kariki anajua huyu mchezaji ni mzuri kwenda mbele, ana wasiwasi naye. Lakini ili uwe kiungo mzuri na Kobbie Mainoo yule anataka acheze kama namba 8, basi lazima awe na defensive duty, lazima awe anazifanya sana, lazima ajue kukaba vizuri. Sasa hivi ndo anamtumia hivyo. Kwenye kiungo cha watu watatu kuna Casemiro, Kobbie Mainoo na Bruno Fernandes. Sasa the way Kariki anamtumia Kobbie Mainoo kama namba 6 zaidi. Kwa maana watu wengi wanajiuliza mbona kama muda mwingi tunamkuta Casemiro kwenye boxi azifu kama ni namba 8 na namba 10. Yes, hilo ndo ninavyotaka niende. Kobbie Mainoo yeye ni mchezaji ambaye anatumika kwa ajili ya retain possession. Pale mpira ambapo umepotea, yeye anaenda ana cover, anauchukua afu anatuliza timu. Yaani yeye ndo tuseme, yeye ndo anaye control kiungo chetu, kwamba tuchezeje, kwamba muda huu tupooze mashambulizi, muda huu tuende mbele zaidi, yeye ndo anayeamua hivyo. Ndio maana ukiangalia pass complete ambazo wanaanza kupiga na pass accuracy, unakuta Mainoo ana asilimia kubwa sana kuliko wenzake, kuliko Casemiro na Bruno. Kwa sababu gani? Casemiro na Bruno wote ni watu wanaopiga pasi za kuriski au pasi za kupenyeza. Maana siku zote pasi za kupenyeza zote ni riski, lazima uteke riski ili kukamilisha ile pasi. Sasa ukishakuwa na wachezaji wawili ambao wanapiga pasi za aina hiyo, hamna haja ya kuwa na mchezaji mwingine watatu atakayepiga pasi za aina hiyo. Maana sasa ukiwa na viungo wote watatu wanapiga pasi zote ni za kuriski, au utakuwa na timu sasa hapo, maana wote muda wote tu mpira mnautreat kama bomu, muda wote tu mnapiga tu through pass zenyewe zinafika kwa adui, wanachukua wanawashambulia. Kwa hiyo Kobbie anaingia kama mchezaji kuclear ile makosa. Kwa mfano Bruno kapiga pasi imekataliwa, imezuiliwa, wanapofanya transition kuja kwenye goli letu, Kobbie Mainoo anaingia pale kama mchezaji wa kuclear ile makosa, kuretain ule mpira, kupata ule mpira tena na kuanzisha tena mashambulizi mengine au kupunguza pressure ya timu. Ndio maana muda mwingi unamkuta anacheza sana karibu na mabeki. Ndio maana muda mwingi unamkuta yupo karibu sana na eneo la anacheza zaidi, unakuta maeneo yake, eneo kubwa akivuka sana unakuta ile duara la katikati ndio unakuta anacheza maeneo yale. Huku mara nyingi sana anacheza huku na kina Maguire, na kina Yoro, akina Lisandro Martinez. Kwa hiyo inampa role ya kwamba awe na attacking mind, awe na ile defensive minded. Sasa hivi anaanza mdogo, anaanza kuwa na ile rhythm yake. Alikuwa anacheza muda mrefu toka alimekuja Kariki, amempa nafasi, kwa hiyo ina fulani hivi anamtengeneza ili aanze kuzoea mazingira kwanza. Maana unajua unapokaa nje muda mrefu alafu ndo kwanza ana msimu wake wa pili kwenye timu ya wakubwa, ni misimu midogo sana. Kwa hiyo kwa mchezaji kama yule, kwa hiyo inabidi azoe, kwa mfano apata kama misimu 3 mfululizo ambaye anacheza role tofauti. Ndio kama kwanza tumemwona amecheza kama box to box au attacking minded, hii ya pili sasa ndo Kariki anamtumia kama defensive minded, kwamba muda wote yeye awe kama kiungo wa ulinzi, kama kiungo ambaye
anazuia, anafikia makosa wengine kwenye kile viungo vya wachezaji watatu. Bwana, Kobbie Mainoo msimu huu yeye ndo namba 6 au ndo defensive midfielder. Niweke wazi hilo. Kama utakuwa una matatizo, nenda kaangalie game za Man U. Unamuona kabisa Kobbie Mainoo anacheza nyuma ya Casemiro. Casemiro anacheza juu yake zaidi. Na hii inamsaidia vizuri zaidi kwenye kukua. Unajua ni kama Vitinha yule sio namba 6 kabisa. Lakini alipopata kocha wa kumtrain vizuri na kumpa maelekezo ambayo anaamini atamjenga mchezaji yule, ndio sasa hivi tunamwona Vitinha amekuwa mzuri. Vitinha alikuwa ni namba 8 zaidi. Sio mchezaji ambaye utamkuta anachukua mpira chini kwenye mabeki anasambaza, hapana. Vitinha yeye alikuwa ni namba 8 zaidi. Yeye ni kwamba alikuwa anachezesha timu. Uchezeshaji timu wake ilikuwa ni kwenda juu zaidi, lakini sasa hivi anachezesha timu kuanzia chini. Ndio maana yeye ndo anaye control timu ya PSG, kwamba anaamua wachezaji. Unamkuta anakuwa na touches nyingi sana kuliko mchezaji yoyote, kwa sababu wanajua akimpa mpira yeye ndo anaamua twende mbele, mpira tupozeshe au tucheze mpira gani, tucheze mpira haraka haraka. Muda mwingi ndo anachokifanya Carrick kwa Mainoo. Anataka Mainoo awe mchezaji wa hivyo, mchezaji anayeamua timu iendeje. Lakini kwa sababu Mainoo bado ni mdogo, ndo kwanza na miaka 20, na ukimlinganisha na Vitinha, mtu ambaye tayari ana miaka 25, ni gap kubwa sana, miaka 5 hapo. Kwa maana hiyo ni mtu ambaye ameshapata uzoefu wa kutosha, tofauti na Kobbie Mainoo. Kwa hiyo ni mpira au ni jambo la taratibu kwa ajili kupata ubora wa mchezaji. Haiwezi ikaa kwa msimu mmoja tu mchezaji anakuwa bora, hapana. Inahitaji wanasema ni gradual process, ni mchakato wa taratibu ili mchezaji awe imara zaidi. Kwa mfano mzuri ni kama Pedri akiwa na umri wa miaka 20 kama alionao Kobbie Mainoo, alikuwa sio kama huyo ambao tunamuona sasa hivi Pedri wa miaka 23. Alikuwa ni watu wawili tofauti kabisa. Kwa hiyo the way mchezaji anapopata muda mwingi wa kucheza ndo anavyozidi ubora wake unazidi kuongezeka. Ndo hata Pedri Barcelona alimwamini sana. Ule ubora wake umezidi kuongezeka, mwisho siku amekuwa mzuri. Ndio na hivyo kwa Kobbie Mainoo, anahitaji kupata muda zaidi ndio ubora wake nao utakapozidi kuongezeka. Lakini kitendo cha kusema kwamba tumkatie tamaa kwa sababu ni mchezaji ametoka kwenye academy yetu, inabidi tutafuta wachezaji wengine wazuri, hapana. Inabidi na tuwe na talenti ambayo ipo ndani ya timu yetu kutoka kwenye academy yetu. Maana kwa miaka hivi karibuni talenti ambayo tumezalisha alikuwa ni Kobbie Mainoo na Garnacho, ambao walipanda moja kwa moja kwenye kosti ya kwanza bila masuala ya mkopo, bila kupelekwa sehemu yoyote, na amekuwa amefanya vizuri. Kwa hiyo Garnacho tumemuuza, sasa tumebaki na Kobbie Mainoo. Sasa hatuwezi tukauza wachezaji wote wawili ambao tunaamini walikuwa ndo wenye sura ya timu kwa wakati mwingine. Kwa hiyo inabidi tumvumilie na tuzidi na anapopata makocha ambao wana ubora zaidi, makocha wanaojua kumpa the way anavyotakiwa kucheza, ndo anavyozidi kuwa bora. Bwana, subscribe, like, comment and share. Thank you.